Wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wana matarajio makubwa. Wana matarajio ya kuhakikisha kwamba wanatumia barabara katika hali ya usalama. Wana matarajio ya kuhakikisha kwamba wanapata leseni kwa utaratibu unaopaswa. Wana matarajio kwamba wamiliki wote wa vyombo hivi watahakikisha kuwa wanafuata sheria ili kuhakikisha vyombo vyao, madereva na wananchi vyote kwa pamoja vinabaki kuwa salama. Tunafahamu hasa katika nyakati hizi za sasa zipo hoja kuhusu uhuishaji wa leseni, hasa daraja C na daraja E, leseni ambazo zinatumika kwa ajili ya malori pamoja na magari ya abiria. Ndugu wajumbe, hili ni eneo muhimu na kundi hili la madereva ni kundi muhimu sana kwetu, kwani kila kundi kwa upande wa mizigo linabeba mizigo mikubwa na kwa upande wa abiria linabeba abiria wengi. Nini mantiki yake? Mantiki yake ni kwamba tutakapoweza kulidhibiti kundi hili na kuhakikisha kwamba linafanya kazi kwa weledi zaidi, maana yake tumeweza kuokoa maisha ya watu wengi na mali nyingi kwa wakati mmoja. Ni matarajio yangu kuwa madereva wote wa kundi hili wataendelea kufuata sheria zilizopo ili kuhakikisha kwamba kila dereva anahuisha leseni yake kwa mujibu wa utaratibu wa kisheria uliopo. Utaratibu uliopo sio mgumu, ni wa rahisi sana. Lakini wako baadhi ya madereva wamekuwa wakiutia uzito utaratibu huo na kujaribu kuwaaminisha wengine kama kwamba ni mgumu na hautekelezeki, jambo ambalo sio kweli. Nataka niseme ndugu wajumbe kwamba mimi binafsi nikiwa mwenyekiti wa baraza hili, na ninaamini nanyi wajumbe wenzangu, tutakuwa tayari kukaa na kundi hili la madereva ili kusudi tufahamu kwa kina zipi changamoto zinazowakabili, ili nasi tuone kwa namna gani tunaweza kuishauri serikali juu ya namna bora ya utatuzi wa changamoto hizo. Majukumu makubwa yaliyofanikishwa kwa kipindi hicho ni pamoja na uzinduzi wa mfumo wa ukaguzi wa vyombo vya moto na utoaji wa stika za kielektroniki, yaani Motor Vehicle Inspection Management Information System MEMIS, uliofanyika mkoani Manyara tarehe 11 mwezi wa 10 mwaka 2025, pamoja na urudishwaji wa 50% ya makusanyo ya maduhuli ya ukaguzi wa vyombo vya moto na utoaji wa stika kwa kamati za usalama barabarani za mikoa kwa kipindi cha miezi mitatu, ikiwa ni utekelezaji wa maelekezo ya mkaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali. Kwa kipekee niombe kuwatambua wajumbe wa baraza waliojitoa kwa kiasi kikubwa kuhakikisha shughuli na maelekezo yote yaliyoelekezwa kwa ukamilifu na kwa wakati. Niwatambue wajumbe hawa kwa niaba ya wengine wengi: Dr. Philip Makini, Isabel Nchimbi, Agustino Fungo, Engineer Yona Afrika, na washukuru sana kwa kujitoa kwenu siku na mchana tunapokuwa tunawahitaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, aidha mafanikio ya baraza lililomaliza muda wake ni mengi mno, na hata nikiyataja hapa sitayamaliza, lakini ruhusu nitaje baadhi ya mafanikio yaliyofanikishwa na baraza hilo, ambayo ni pamoja na usimamizi wa usalama barabarani nchini, uundwaji wa kamati mbalimbali na kusimamia kikamilifu, kufanikisha maadhimisho ya wiki ya Nenda kwa Usalama Barabarani kwa nyakati tofauti na miaka 50 ya kuanzishwa kwa Baraza la Taifa la Usalama Barabarani, ununuzi wa kiwanja cha kujenga makao makuu ya Baraza Dodoma,
Hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni machache kati ya mengi, na taarifa rasmi ya mafanikio pamoja na mambo mengine itawasilishwa kwako kwa hatua zako muhimu.